Wewe kijana Shemtoi. Wewe Shemtoi. Yere. Naomba unifate ofisini ukanielekeze vizuri. Nani kakutuma uimbe singeli kwenye muda wa vipindi? Naona sasa shule mnaifanya kama ya bibi yenu. Unafanya tu kile unachojisikia. Muda wa vipindi wenzako wanasoma wako bize. Hivi hamuoni mwenzenu Sam? Kwa nini hamchukui mfano wa huyu kijana Sam? Yuko serious muda wote, yuko busy anajisomea. Wewe unajifanya unajua kuimba, unatia kelele, tena ni muda wa vipindi. Sio muda wa michezo huu kusema talent. Talent yenyewe iko wapi? Sauti mbaya, unatia kelele. Muda wa vipindi unaimba singeli. Mwalimu hajaimba singeli. Wewe, Maria, kaa kimya, siongei na wewe. Wewe Shemtoi, nifuate ofisini. Anakwenda kuntia viboko hivyo tena. Nifuate ofisini Shemtoi, na nakupa dakika moja tu. Zaidi ya hapo hatutaelewana kabisa. Nenda mpenzi wangu, usiogope. Na usisite kwenda kujitetea kwa sababu mimi sioni kama unakosa kivile. Ni jansi tu talent, mtu kuonyesha talenti yake sio vibaya. Wewe mwambie tu una kipaji na unajaribu kudumisha kipaji chako. Sidhani kama ni kosa ambalo linapaswa wewe kunyanyasika kiasi hicho. Mbosso wa kuchomelea leo kayakanyaga leo kwa madamu. Nenda kulambwa viboko kama namuona. Naye dogo kuimba ajui, analazimishaga talent tu. Mimi huwa ananiuzi, unajua sometime nashindwaga tu kumwambia kwamba dogo hujui kuimba, kaa kimya. Ni kwa vile tu sina mamlaka ya kumnyamazisha mtu darasani. Halafu anaimba kwa sauti. Sijui anatakaga sifa kwa madem. Angejua kwamba sauti yake ni mbaya, asingelikuwa anatia kelele darasani. Na wewe umeambiwa hizo ndevu kesho mwalimu asizione. I can't wait to see you in a new appearance. Sipati picha, sijui utakuwaje. Na upara huo kichwani, uso utakuwa kama embe. Embe dodo, embe dodo, embe dodo. Limelala mchangani kwa ubaha na mazoea. Wewe wangu wa milele. Wewe sometime unaongeaga ufilangoto wewe mwanangu wewe. Yaani kweli mwanaume, mtoto wa kiume kabisa, unachekelea mwanaume mwenzako kuambia akanywe ndevu. Wewe si ufala huo. Sasa mimi nikwambiaje Sam? Yaani ukiona mimi nimetoa hizi ndevu zangu, basi darasa zima hakuna mtu mwenye ndevu siku hiyo. Wewe kama huwezi kutoa ndevu zako, mimi siwezi kutoa za kwangu. Ndevu ni za aina moja. Kama wewe una ndevu na mimi nina ndevu, haijalishi za kwangu nimezifunga au zimekaaje. Ili mradi tu wote tuna ndevu darasani. Mimi siwezi kutoa ndevu zangu wakati wewe una ndevu bwana. Hilo swala haliwezekani. Kwanza utakuwa ni unyanyasaji wa kijinsia. Alafu wewe Kitundu. Utaona kesho. Wewe Karunde, kwani vipi? Unanitaka? Nikutake wewe kwa lipi bwana? Nilitaka nikwambiaje, unafanya makosa sana kulinganisha mindevu yako na za Sam. Sam ana ndevu nzuri, zinavutia. Yaani kweli mimi mwenyewe natamani hata kuzishikashika. Ila za kwako hizo sio ndevu. Hizo ndevu au malelema. Ndevu zimechuchumaa kama uyoga bwana. Mimi niko pamoja na madam Bikachala. Hizo ndevu zitolewe. Mimi mwenyewe kesho sitaki kuziona, kuanzia kesho ndevu zako sitaki kuziona. Wewe dem Karunde unawashwa? Nijibu, unawashwa? Siwashwi. Sasa kama huna mwasho wote unaokusumbua basi achana na ndevu zangu. Alafu usitake kunichokonoa ukaanzisha bifu na mimi. Nitakuzalilisha darasani ujue. Nikaushie, kaa kimya. Hizi ndevu mimi sitoi na hakuna mtu akunilazimisha kutoa ndevu hapa darasani. Hakuna maneno. Sawa, sisi hatuna neno Kitundu. Ngoja tusubiri kesho tuone ukimdendia madam. Maana madam ndo alisema kwamba utoe ndevu hizo. Hebu nipumzisheni basi wanangu. Mbona mnanizonga? Au mnataka hadi siku nije kunya kwenye madawati yenu ndio mniheshimu? Ngunga, nimepokea maoni mengi na malalamiko mengi kutoka kwa wanafunzi pamoja na walimu wenzako. Wanafunzi wanasema Ngunga, you are not responsible. Tena wakati ukiwa darasani huwajibiki kabisa. Ukienda darasani unaimba kidogo, mara ghafla unasema umelegea, haufundishi chochote kile. Sasa Ngunga, kwa mfululizo huo wa maisha ambao unakwenda nao, mwenendo huo, hii shule ni ya private, tutakufukuza. Saa kwani wewe ulikuwepo? Nilikuwepo wapi? Huko darasani wanakosema mimi nilikuwa nalegea, wewe ulikuwepo? Nimekwambia hiyo ni maoni. Maneno ya watu nsumu, headmaster, usiwasikilize hao, wanataka tu mimi mfukuzwe kazi hao. No, hapana. Ngunga, ingekuwa nimepokea maoni ya mtu mmoja, ningesema na kusingizia. Ni maoni ya wanafunzi pamoja na walimu pia. Walimu wanalalamika, ukiwa teacher on duty umepangwa na mwalimu fulani, unachelewa kuja shule, you are not responsible kabisa.
Yaani hadi walimu wengine wanakataa kabisa kupangwa na wewe wiki moja kwa sababu hawataki kupangwa na wewe kwenye zamu, unachelewa kufika shule, haufanyi kitu chochote kile. Wewe kazi yako ukiulizwa vipi, mbona umechelewa shule, unasema unalegea, unachoka. Sasa hiyo ndo nini hiyo? Ngunga kweli ndo tutaenda hivyo, tutafika kweli? Ndiyo, lakini hapana. Huo uvivu na ulegevu hauna manufaa na maendeleo katika shule yangu. La, usiwasikilize hao headmaster. Hao ni husda tu na wivu. Mie almost walimu wengi wananichukia sana na baadhi ya wanafunzi. Na yote hayo kwa sababu mie nimejaliwa mindevu. Nina ndevu mzuzu, ndevu ambazo situmii hata mafuta ya kukuza ndevu. Zimeglow vizuri. Stupid. You are very stupid Ngunga. Stupid teacher. Wewe ni mwenda wazimu Kwani unakuwa mjinga kiasi hicho Ngunga? Sasa nywele zako wewe, ndevu zako hizo zina faida gani kwenye maendeleo ya shule yangu? Ni vipi hizo nywele zako zinaweza kuwa na development in my school? Hazina faida yoyote hizo. Mimi ninachotaka ni good performance ya shule, maendeleo mazuri, uchapakazi. Sasa sikiliza Ngunga, nakupa nafasi ya mwisho. Nikiendelea kupokea maoni kama haya moja kwa moja, na kuambia kazi utakuwa huna kwenye shule yangu, nitakufukuza. Trust me headmaster, I will do better. Nitafanya vizuri zaidi, wala usiwe na wasiwasi. Na masikio yako tia korosho na pamba, usiwasikilize hawambea viganguzi. Okay, nenda kaendelee kufanya kazi. Fanya kazi Ngunga. Alafu naomba upitie pale kwa Madam Bikachala. Naomba uchukue, kuna faili zangu pale mpya. Naomba uzichukue, alafu kama utaagiza mwanafunzi au utaniletea hapo ofisini, whatever. Ni lizigoli kubwa au faili chache tu? No, ni mzigo mkubwa tu kwa sababu niliagiza faili mpya kutoka Dubai. Kwa hiyo ofisini kwangu hapa nilifunga, hivyo waliziweka kwa Bikachala pale. Nenda kalete ule mzigo. Kama lizigoli kubwa basi mimi nishachoka. Unasemaje? Nalegea, mimi nimechoka, siwezi kulibeba hilo. Sasa bwana tajiri Zumbe, mie kichwa changu chankongoga vibaya mno. Hapa nimechanganyikiwa na vile mmekosa nywele za matumaini hapa mbele, ndo kabisa nakosa hata pa kujikuna. Waswahili wanasema kwamba mficha mbunye hazai. Kuna msemo mwingine tena wanasema kwamba mficha maradhi kifo humuumbua. Sasa mie sitaki kumbuka na kifo, nimekuja nikwambie maradhi yangu kabisa. Sitaki kuyaficha. Mie bwana nina shida. Mwanangu yupo darasa la 7. Ada mwaka mzima huu, wakati anaingia darasa la 7 sijalipa. Nadaiwa ada. Na semester hii wanatarajia kufanya mitihani ya mwisho. Najua hataweza kufanya mtihani yule. Hataweza, hawatamruhusu. Lazima tu atamfukuza. Kwa hiyo nisitiri ndugu yangu. Niazime kajipesa kidogo niende nikalipe. Halafu mie nitahangaika huku na kule, nitapigana, nitarejesha. Nimekusikia Bakari Kiboga na nimekuelewa vyema kwamba una shida ya ada. Kijana wako anaweza kufukuzwa shule muda wote ule. Sasa mie nikurejeshe nyuma kidogo. Wahenga walikuwa wanasemaga, japo kwa kificho sana, walikuwa wanasema kama unataka kula lazima ukubali kuliwa. Na maana gani kusema hivyo? Sina maana mbaya. Unajua mke wako Bimlole mimi nilikuwa namtaka sana siku nyingi yule, na alikuwa ananikataa kwa sababu yako wewe Bakari Kiboga. Sasa mie kwa sababu nyie mmekuja na shida, mie sita kuwasaidia, lakini kwa sharti moja. Namtaka mke wako kwa siku hii moja tu. Siku moja tu mke wako namtaka. Halafu mie nitalipa ada yote ya mwaka mzima ya mwenenu, na pesa ya kula nitawapa. Yaani yale aliyokuwa anasema mtaani kumbe ni kweli. Mimi nilikuwa najua ni maneno tu watu wanakusingizia. Kumbe ni kweli bwana we. Zumbe wewe ni Batazari mla viboga Yaani mimi kunisaidia mimi ndugu yako, rafiki yako wa kushibana, hadi nikupe mke wangu ulane naye siku moja. Hiyo si fedheha hiyo. Hiyo si aibu kubwa hiyo. Huo si udhalilishaji wa kijinsia huo. Ndio maana nimekwambia Bakari Kiboga, si lazima, sijakulazimisha. Ila kama kweli mnahitaji msaada na mko serious, basi nilete mke wako hapa Bimlole. Siku moja tu mimi nitalipa ada yote, na nakuhakikishia
hamtalala njaa nyie, nitawarisha. Zumbe, Naam. kweli mimi nina shida kweli. Mimi nataka mtoto wangu alipiwe ada, lakini kwa masharti hayo sitaweza. Kidudulu cha mke wangu kina thamani kubwa kuliko ada ya mtoto. Yule ni wa kwangu mimi mwenyewe, na ndio maana nimemlipia mahali mimi mwenyewe, nipo naye nyumbani mimi mwenyewe, sio wa kushana mtu kwa sababu ya kupata. Kama kuuza wanawake basi ndio kumaliza matatizo, tungewauza, lakini wa kwangu mie siuzi. Kwa heri bwana. Nenda kajifikirie, Bakari Kiboga. Ukiona hilo linafaa, liko sawa, basi utamleta mke wako. Faili lako hapa linaonyesha unadaiwa ada ya mwaka mzima, hujalipa. Halafu bado uko darasani unawapigia kelele watoto wa wenzio ambao wamemaliza kulipa ada. Unampigia kelele Sam cheupe, handsome boy wa darasa. Hivyo una akili timamu kweli? Wewe una kipaji gani cha kuwapigia kelele watoto wenzio ndani waliolipa ada? Sasa sikiliza. Nenda kakae kwenye dawati pale, uandike barua ya maelezo na nakufukuza shule leo.